Somo nalosema mbinu za kutamalaki nchi au nchi. Mbinu za kutamalaki nchi au nchi. Haleluya. Kwa hiyo tupo kwenye utangulizi kuanzia jana. Hatujaanza kuziangalia zile mbinu. Na tunaweza kuanza kuziangalia labda kwenye siku ya kesho na kuendelea. Lakini hapa naweka msingi mzuri. Naweka msingi mzuri kabisa. Kwa ajili tukifika mbele utakuwa unaelewa. Na waliokuwepo jana muda ulikuwa mfupi, lakini pia wengi ni kama hawakuelewa hivi. Walibaki tu wanashangaa. Na niliwaambia jana huwezi kuelewa. Lakini leo utazidi kuangalau kuna kitu kinafunguka, unaanza kuelewa taratibu. Haleluya. 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 Kwa nasisitiza fundisho sana. Na kuna aina ya watu makanisani, naomba niweke sawa ili watu mtege masikio kunisikiliza, ambao mara nyingi wamezoea kuhubiriwa lakini hawana badiliko kwenye maisha yao. Kila wakati unahubiriwa. Kuhubiriwa maana yake ni maneno ya rasharasha ambao yanaamsha hisia zako, lakini hayakupi msisi wa kitu gani cha kufanya kuchukua hatua. Matokeo kanisa linakuwa changa ambalo halijakomaa. Kwa unapokuambia ukae ni kufundishe, na maana kanisa likakaa kwenye fundisho mpaka kuna siku Paulo akiwa anafundisha kwenye gorofa, mpaka jamaa akapitiwa na usingizi akakaa kwenye gorofa akafa chini. Kwa nini? Maana watu walikuwa wanajifunza mpaka usiku wa manane wakiwa wanamsikiliza mhubiri, wanapata fundisho. Ndio maana kanisa la kwanza lilikuwa na nguvu kiasi hicho. Bahati mbaya watu wana saikolojia tu ya kuja kuhubiriwa tu na kupashwa na kuondoka. Ukisikia fundisho linakuelekeza na kukupa njia sahihi za kuchukua na kuwajibika katika Kristo, chukua hilo fundisho. Sisi tumefika hapa sio kwa sababu, ni kwa sababu tumepata juhudi za kujifunza kwa watu wengine, kwa watu waliotangulia, na kujifunza mahali tofauti. Kwa hiyo uwe na mtazamo wa kujifunza. Na kuna watu mnazoea injili za kukuamsha tu, lakini ndani yake hakuna nyama haziwezi kukuletea badiliko. Ndio maana hii inaitwa semina, sio mkutano wa injili. Semina uwe na mtazamo wa kukaa na kusikiliza na kuchukua na kuandika na kwenda kufanyia kazi na kutaka kuona nilichojifunza kama kinaweza kuleta matokeo kwangu. Ndio maana niko hapa kukufundisha. Mtazamo wa kurukaruka hapa, tega sikio, sikiliza. Wakati unasikiliza Roho Mtakatifu ataanza kuchambua vitu kwenye moyo. Unaona kabisa kuna kitu kinapita huku na utapata mpenyo. Na mnisikilize, ninapofundisha haya mafundisho hayaishii hapa kwako. Yanaenda kwenye moyo, yanaenda kwenye ardhi, yanaenda kwenye anga, yanaleta mabadiliko katika mji. Injili Biblia inasema ni kwa kila kiumbe. Kila kiumbe. Na kwa kadri mwanadamu unabadilishwa na fundisho. Ukibadilika wewe, umebadilisha ulimwengu, umebadilisha nyumbani, umebadilisha familia, umebadilisha ardhi, umebadilisha anga. Fundisho la Kristo taka lishughulike na mwanadamu na mazingira yanayomhusu. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyekeza na kutubu na kuziacha njia zao mbaya, ndipo nitakapoponya nchi yao. Hawezi kuponya nchi kabla ya kuponya. Hawezi kuponya familia kabla ya kuponya. Hawezi kuponya uzao kabla ya kuponya. Hawezi kuponya mwili wako kabla ya kuponya roho yako. Haleluya. Sasa nafundisha mbinu za kutamaraki mji. Nilikwambia kutamaraki maana yake nini? Tuliangalia mistari kadhaa. Kutamaraki maana yake ni kitendo cha kuingia mji, kupambana na maadui waliopo, alafu ili umiliki na kutawala. Kutamalaki ni kitendo ambacho unaingia kwenye mji. Unaweza kupambana na maadui. Ukipambana na maadui unajifunza kumiliki na kutawala. Niliwaambia si watu wengi sana walioko juu ya sura ya nchi. Nchi maana yake ni ardhi. Niliwaambia jana, Mungu alipokuwa na aliumba mbingu na akaumba nchi. Sema nakumbuka? Alipokuwa na nchi, maandiko yanasema akatenga maji yaliyobaki chini
akayatenga akayaita bahari, halafu ikabaki sehemu kavu, mahali pakavu. Biblia inasema Mungu akaita nchi, ambapo nchi ulipoumbwa mwanadamu hukaa kwenye bahari. Mnisikilize vizuri, kwa sababu jana nilikuwa nakupa theolojia ya uumbaji na Mungu alikuweka wapi ulipoumbwa. Mnisikilize, Mungu alipokuumba hakukuingiza mbinguni, haukukaa mbinguni, wala alikuwa na mpango wewe kukaa mbinguni. Ndio akasema na aliona nchi mpya na mbingu vikishuka kutoka mbinguni. Kwa maana Mungu ana mpango wa kuja kuleta nchi mpya tukae hapa hapa duniani. Mbinguni ni muda, temporary. Kwa nini? Mungu alipokuumba, moja hapo ya sehemu aliyokupa Mungu alikupa ukae kwenye nchi, kwenye ardhi. Kwa hiyo nisikilize, kuishi kwako, kuenenda kwako, maisha yako, uzao wako, baraka zako zipo kwenye ardhi. Kwa sababu ndipo sema ambapo Mungu mpango wake alikuumba ili ukae juu ya sura ya nchi. Ndio maana nitakufundisha, ndio maana nikakwambia katikati ya nchi kuna vitu kadhaa nikuonyesha jana. Okay, ngoja nisitangulie tu huko mbele, maana yake nasikia kuhubiri leo. Sasa ngoja nijicontrol kidogo. Bwana asifiwe. Mpigie Yesu makofi mengi mengi. Sasa angalia mambo muhimu kuhusu nchi. Nilikwambia jana mambo muhimu kuhusu nchi. Mnisikilize, hapa naongea theolojia. Ndio maana nimesema theolojia, maana yake najaribu kuliingiza jambo ulione kwa upana wake kiroho. Nitakapokuwa nazungumza kuhusu maisha yako moja kwa moja, roho yako itaanza kujiunganisha na kile kwa nakizungumza, utaanza kupata nuru, na hapo ndipo utaanza kujua ninachokizungumza. Sasa nisipoanza huku pagumu, huku parahisi, nitakupoteza. Ndio maana anza huku kwanza, najizuia tu kuhubiri. Kwa mnisikilize. Tuangalie mambo muhimu kuhusu nchi. Jambo la kwanza, nchi kibiblia ni mahali pakavu pa wanadamu kuishi. Nchi ni mahali pakavu pa wanadamu kuishi, ambapo ni ardhi yenye mipaka. Kwa hiyo kibiblia tulipokuwa tuna Mwanzo 1 sura ya 11. Yes. Mwanzo sura ya 11 aya ya 11. Sura ya kwanza aya ya 11. Mwanzo 1:11. Hapo ni kuonyesha theolojia 4 kuhusu ardhi, au mambo msingi ya msingi kuhusu ardhi au kuhusu nchi. Nchi ni mahali pakavu pa wanadamu kuishi. Ardhi. Hello. Kwa mnisikilize, mwanadamu ulipangiwa kukaa kwenye nchi, mahali pakavu ambapo tunabaita ardhi. Ndio hii unaiona. Hello. Tunaenda sawa? Wewe tega sikio, shika kwanza hicho, usiulize cha pili nitakupa. Kwa Mungu alipokuwa anaumba mbingu, anaumba nchi, nchi akaigawanya, akasema maji yajitenge yakusanyike, yaende yawe itwe bahari, mito, maziwa. Lakini hii pakavu pataitwa nchi. Maana ya nchi ni nini? Maana ya nchi ni ardhi. Tuko sawa? Jambo la pili kuhusu nchi. Ardhi au nchi ni tumbo. Mwambie wenzako ni tumbo. Ardhi ni tumbo. Ardhi ni tumbo. Kwa mabano linabeba. Ardhi au nchi inabeba, ni tumbo. Haleluya. Kwa nini ni tumbo? Yani maana yake ardhi ni mwanamke. Ardhi ni mwanamke. Mwangalie mwanzo kumwambia ardhi ni mwanamke. Mwangalie mwambie ardhi ni mwanamke. Mnisikilize. Wale ambao labda wamesoma shule mahali, wale wanaosoma shule wanajua ukiandika nchi ya Tanzania, sawa, kwa Kiingereza huwezi kutumia is nation, unatumia her nation. Wale walienda shule kidogo. Maanake yani nchi au ardhi mahali kiwakilishi chake ni mwanamke. Kwa anasema her nation. Tanzania sio mwanaume, Tanzania ni mwanamke. Ndio maana watu wanaosoma Ufunuo wanasema na aliona mwanamke. Wakisoma Ufunuo namna hii wanashindwa kuelewa.
Ni kwa sababu mwanamke anasimama kama ardhi au nchi mahali, na aliona mwanamke kahaba mrembo kwenye Ufunuo, anaongelea nchi fulani, ardhi fulani. Kwa nini? Kwa sababu ardhi ilipoumbwa iliumbwa kama mwanamke, iliumbwa kama tumbo inabeba. Maanake chochote unachokipanda ardhi inakidaka. Ukipanda ubaya, ardhi inadaka na inazalisha, kwa sababu ardhi ni tumbo. Sehemu pekee ambapo Mungu aliweka mbegu ni kwenye nini? Kwenye ardhi. Hapa kuna vitu nazungumza, baadaye utaanza kunielewa. Kwa hiyo leo hii shetani akiraani maneno ya laana anaiweka kwenye ardhi. Kwa nini? Kwa sababu ardhi kazi yake ni kuchukua mbegu na kuitengeneza na kutoa matunda nje. Kama vile mwanamke akipewa mbegu, anamhifadhi mtoto, anamtengeneza na kukua na kutoa nje matunda. Na kwa sababu ardhi ndio sehemu pekee mwanadamu unaishi, kwa maana hiyo mambo mengi sana yamepandwa kwenye ardhi za wanadamu. Uharibifu mwingi uliotokewa ni kwa sababu ardhi imebeba baadhi ya vitu vingi vya wanadamu. Unaweza kuwa unalia, unaweza kuwa unateseka, umeenda kwenye maombi, tatizo lipo nyumbani kwako. Hello, ardhi inabeba. Angalia Mwanzo 1:11, tusome pale. Haleluya, haleluya, piga Yesu makofi mengi wewe. Mwanzo 1:11, tusome taratibu. Nasema Mungu akasema, nchi na itoe majani. Hapa kusema bahari, hapa kusema mbingu. Alisema nchi na itoe majani, mchi utoae mbegu, na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake juu ya nchi. Kwa mnisikilize, Mungu alipokuwa anaumba uumbaji wake, sehemu pekee ambapo aliweza kupanda mbegu ili kitu kitoke kiote ni juu ya nchi, kwenye ardhi, sio bahari, sio mbinguni. Ndio maana unaona, mnisikilize, unaona hii miti hii miti iko kiroho. Miti iko kiroho, inatimiza unabii. Miti, ndio maana ukipanda kwenye ardhi, wewe unasubiria tu uone, kwa sababu ardhi inafanya kazi pamoja na Mungu. Why? Bible inasema apandaye sio kitu ila akuzae. Kwa maana hiyo Mungu anashughulika na kinachokuza. Ulimwengu wa roho unadili na vinavyokuza, sio vinavyopanda. Ndio maana eneo pote ambapo miungu, mashetani na roho za giza, roho za nini, sehemu pekee zinagombania ni sehemu ikuzae. Ndio maana kwamba matatizo mengi yapo juu ya sura ya nchi. Mnisikilize, ardhi inabeba kila kitu. Majengo makubwa yapo juu ya ardhi, mashetani yapo juu ya ardhi, mapepo yako wengine yako juu ya ardhi, madhabahu nyingi ziko juu ya ardhi. Kila kitu kinakaa juu ya uso wa nchi. Kwa nini? Ardhi inabeba. Namba 3, ardhi ina roho. Ardhi ina roho au nchi ina roho. Nchi ina roho au ardhi ina roho. Halo, ardhi ina roho. Kwa usicheze na nchi, usicheze na ardhi. Imekaa kiroho kabisa. Kuna roho itendao kazi kwenye ardhi, kwenye nchi. Okay, tusome ile 11, nitakuonyesha. 11. Nasema 11 akasema, Mungu akasema nchi na itoe majani, mche utoao mbegu, na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake juu ya nchi. Ikawa hivyo. Nchi ikatoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake, na mti uzao matunda, ambao mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona hakuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu. Sasa mnisikilize.
Hakuna kitu kinazalisha kikiwa mfu. Bwana udesendeze. Hakuna kitu kinazalisha kikiwa kimekufa. Kuna mtu hajaelewa. Anasema hivi, ardhi itatoa majani. Mbegu ikiingia itaotesha, itatoa. Maanake kama inatoa majani, maanake ina uhai. Ina uhai. Mnisikilize. Wewe haujafa, ndio maana unazungumza, si ndio? Ndio maana unatembea, ndio maana unaishi, ndio maana unazaa na kuzaliana, kwa sababu wewe una roho iliyo hai. Roho yako ikishaondoka, maana yako umeitwa maiti, umekufa, si ndio? Maana yake, mnisikilize, ardhi imebeba roho kwa sababu inatoa uhai. Okay, Yohana 6:63. Bwana hapo. Soma Yohana 6:63. Yohana 6:63. Haleluya. Yohana 6:63. Manda rabashekataba saka sopa. Yohana 6:63. Anasema, roho ndio itiao uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena na uzima. Roho ndio itiao uzima, roho ndio itiayo uhai. Maana yake nini? Kama ardhi inaotesha, maana yake ina uhai, na hakuna mahali penye uhai pasipokuwa na roho. Narudia sana, sema nanipata. Hakuna mahali penye uhai pasipokuwa na nini? Mahali popote penye uhai, maana yake roho yupo. Ndio maana Biblia inasema Ezekieli alipoona mifupa mikavu, alitamka akasema, upepo njoo. Upepo unasimama badala ya Roho Mtakatifu. Ndio maana siku ya Pentekoste upepo ukawajia juu. Upepo unasimama badala ya Roho Mtakatifu. Akasema mifupa mikavu itabirie. Biblia inasema alipotabiri akasema upepo pita. Upepo ulivyopita, ile mifupa mikavu ikawa nyama. Nyama zikaingia, watu wakaanza kutembea. Kwa nini? Kilichokufa kimetiwa uhai kwa pumzi ya Mungu, kwa Roho Mtakatifu. Maana yake nini? Mahali popote penye roho kuna uhai. Ndio maana ardhi ili ifanye kazi inahitaji roho, inahitaji uwepo. Kwa mnisikilize, ardhi inaweza ikafa. Ardhi inaweza ikafa. Nchi inaweza ikafa. Ikifa unapanda maharage yanaishia kule kule. Ikifa unapanda kitu hakitoki, kwa sababu uhai unatokana na roho. Okay, ngoja mnisikilize. Piga Yesu makofi wewe. Biblia inasema, okay, kuna watu wanasema ni mtazamo ambao ni sawa. Nasema maji ni uhai, si ndio? Hawakosei. Kwa nini? Kwa sababu unabatizwa kwa nini? Kwa nini wasingetumia asali? Biblia inasema viko vitatu vishuhudiao duniani vinaongea: damu, maji na nini? Na roho. Maana yake viko vitatu. Kwa damu ina uhai. Ndio Biblia inasema damu ni hai. Ndio maana damu ikiamka mahali inaongea, inasema. Ndio maana kesho tutaomba, kama kuna damu ikimwaka mahali, uwe na hakika mtu hajafa. Aliyekufa damu yake inasema. Ukimwonea Habili amekufa angali akinena. Maana yake damu ndina uhai. Maji yana uhai kwa sababu ndani ya maji kuna roho. Ndani ya damu kuna roho. Ndio maana mahali popote penye damu, mahali popote penye maji, mashetani hawakosagi, kwa sababu wanatumia uhai wa kitu. Ndio maana ardhi na yenyewe ni roho. Ndio maana Biblia inasema damu ya Yesu ilimwagika juu ya nchi, juu ya ardhi. Mnisikilize, Biblia inasema Yesu alipochoma mkuki kwenye ubavu, pakadodoka maji na damu juu ya ardhi. Vitatu vinashuhudia hapa. Mnisikilize, mimi na hapa nawaambia namna gani tunaweza tukatamaraki mji. Huwezi kutamaraki mji bila kuigusa ardhi, sababu ardhi ndio sehemu ya mji. Wao mnanielewa? Kwa ardhi ina uhai, inaweza kafa, inaweza kaishi. Ndio maana ikafa. Panda chochote upandacho hakiwezi.
Kwa sababu ili ioteshe lazima kuwe na uhai ndani yake, na uhai huo kuna roho inakaa, na ile roho ilikuwa ni roho wa Mungu, kwa sababu ndo alisema paote. Wapo unanielewa? Hebu mpigie Yesu makofi kwa hatua hiyo. Okay. Sasa tuangalie jambo la 4 kwenye ardhi. Ardhi ina mipaka ya makazi. Ardhi ina mipaka ya makazi. Maana yake nini? Ardhi ni sehemu pekee ambayo Mungu alikuumbia kuishi. Ardhi ina mipaka ya makazi. Inhabitants ni sehemu ambapo mwanadamu anaweza akaishi, akajisikia amani, akajisikia raha kwenye ardhi. Wewe jifanye ni bingwa kama Elia, utasurvive mpaka ukae juu ya ardhi. Ardhi kivurugwa huwezi kukaa hapo. Usifikiri Somalia hawapendi amani. Ardhi. Usifikiri Kongo hawapendi amani. Ardhi. Poa mkono. Ardhi ina mipaka, ambayo mipaka ya makazi. Maana yake Mungu alipokuwa anaumba dunia, alikuwekea ardhi, akaweka mipaka kwamba I say, hey, Kevin, Kiondo, Muheni, utakaa Mfuru. Amemaliza. Na akatenga ardhi yako Mfuru. Sasa mnisikilize, unapozaliwa Mungu anakuambia maisha yako Mfuru, maisha yako Mfuru, maisha yako Mfuru. Shetani anajua. Anaenda unakaa Mfuru. Kuna kiwanja chako na kuna mashamba yako, aikini hujamiliki. Sasa nitawaeleza huko mbele kwamba ni kosa la jinai kutokuwa na mashamba na ardhi. Mungu alipokuwa anakupoa kwenye tumbo la mama yako, alizatoa unabii, utakapoishi, utazaliwa, utakuwa na viwanja, utakuwa na sehemu ya makazi. Akatenga hilo eneo. Mungu alipokuwa anaumba dunia, akatenga taifa, akatenga mwanadamu, akamuumba, akatenga miji, akatenga nchi na nchi, Tanzania, Uganda, mipaka. Ile mipaka sio Wajerumani, ni neno la unabii. Alipomaliza kutenga Tanzania na Uganda na Kenya na dunia nzima, akatenga Afrika, akatenga kijiji kitaitwa fulani, akatenga mji unaitwa fulani, akakutengea na wewe. Wangu kuonyesha Matendo ya Mitume 17:24. Kuna watu mimi nawatafutia hasira. Yaani kama huko hapo tu unazurura tu, yaani ni kuwekea hasira kwamba nimeibiwa. Mungu sio mjinga kwamba akutoa kwenye tumbo unaenda kama Kaini, kwamba hautakuwa na makao huko hivi. Hali zitakata huko hivi. Hapana. Hapana, tunakataa. Haleluya. Yes, Matendo ya Mitume 17:24 hadi 26. Maraba shaka paza manda rabakoria seta masheka parabaposa kapa. Matendo ya Mitume 17:24 hadi 26. Manta basoko sapasa masekata. Angalia 24 17 Matendo ya Mitume 24-26. Mungu aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono, wala hatutumikiwi kwa mikono ya wanadamu, kana kwamba anahitaji kitu chochote, kwa maana ndiye anayewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote. Unaangalia cha kwanza, Mungu alipokuwa anatoa pumzi, akatoa pumzi kwako na kwa vitu vyote. Maana yake mara nyingi vitu vingi vina pumzi. Takuonyesha kwa nini wachawi wanatumia hata mawe. Nimefundisha shuleni kuna viumbe hai na visivyo hai. Kiroho hakuna kiumbe kisicho hai, labda kimekufa. Haleluya. Naye angalia 26, ndo nataka 26 upige mstari hapo 26. Naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika moja. Maana kama nisema alifanya kila taifa la wanadamu. Tanzania alifanya, Kenya alifanya, Uganda alifanya. Mnanisikia? Halafu anaendelea kusema kutoka katika moja wakae juu ya uso wa nchi yote. Umeona? Kwa hiyo wewe ulipaswa ukae juu ya uso wa nchi, ukae kwenye ardhi, hakuna mahali pengine. Sio baharini,
sio mbinguni. Mnanisikia? Ukae juu ya ardhi, ili kulazimu ukae hapo hapo, ndio sehemu yako. Sio kwenye Jupiter, sio kwenye mwezi sio kwenye jua. Uliumba ukae juu ya nchi yote, ukae juu ya ardhi. Kwa hiyo mtikize mwenzako, mwambie siko hapo kwa bahati mbaya mimi. Mpigie Yesu makofi. Akisha kuwawekea nyakati alizoziamuru. Maana yake mnisikilize, muda ni bosi wako. Time is your boss. Kwa nini? Nyakati zimewekwa ili zikutawale. Ndio maana wewe fanya ifanyavyo, ikifika miezi 9 lazima ujifungue tu. Ikipitiliza sio Mungu, kuna kitu kingine. Kila kitu kimewekewa time, muda. Alisema kila jambo na majira. Maana yake mambo yana muda. Okay, na kuonyesha vitu ambavyo Mungu aliumba. Alafu anasema na mipaka ya makazi ya. Mpigie Yesu makofi. Na mipaka ya makazi ya. Kwa aliweka mipaka. Mpaka wa Tanzania. Tanzania Idi Amin, sikia. Hii Kagera sio yako, usipigane. Tanzania inakata hapa. Ndio. Upende Idi Amin, ukileta fujo utapigwa. Unajua kafi Idi Amin alikuwa anapambana na Nyerere, alikuwa anapambana na Mungu mwenyewe aliyetabiri. Tanzania ukae hapa. Uganda kaa hapa. Uingereza kaa hapa. Roma ni kaa hapa. Aliweka mipaka ya makazi. Alafu alipotoka pale akaenda. Anasema Tanzania Mwanza, Kagera, Singida, Morogoro, Dar es Salaam, Mtwara, kaweka mipaka. Akatoka pale akaenda Dumira, akaenda Msowero, katenga hapo. Alafu akasema okay, nimemuumba Kevin mahali. Kevin na kutengea hapa, utakaa Mfuru. Ndio hatua zako ni 1, 2, 3, eka 5, utakaa hapo. Alafu Kevin utazaa watoto wawili, na kupa mashamba hayo na kupimia mipaka, kakae pale. Alafu Kevin yupo Mfuru, hana ardhi, hana kiwanja, yupo anazurura. Niliumba kwa mfano wa Mungu. Niliumba kwa mfano wa Mungu. Niliumba kwa mfano wa Mungu. Ndio wewe una kiwanja wapi? Mfuru. Una ardhi kule Mabegere. Nini? Ndio. Alafu upo tu unazurura. Alafu namshukuru Bwana Yesu. Hiyo sina kiwanja. Mungu alikwenda duniani ukae wapi? Mimi nakwambia kuna watu hapa wanaenda kununua viwanja hatari. Sasa nitakufundisha hapo utakosa kiwanja, nakuhakikishia. Mnisikilize. Nitakuonyesha huku mbele kati ya vita kubwa ni Wakristo wasimiliki viwanja. Nitakuonyesha hiyo vitu kwenye Mungu wa roho. Ni maana watu wengi sana Wakristo, tena hao ambao angalau wanatafuta Mungu, maisha yenu magumu kwa sababu una ardhi. Upo. Mwambie mwenzako usiwepo. Mwambie usizurule. Pigia Yesu makofi wewe. Haleluya. Jambo la pili ni mpango wa Mungu kanisa limiliki ardhi au nchi. Mnisikilize, andika sana, si muhimu. Ni mpango wa Mungu kanisa. Hapa nikisema kanisa hapa naongelea sawa Wakristo wenyewe. Kanisa liwe na umiliki au limiliki ardhi au nchi. Maana yake anaposema nchi au nchi, ardhi, maana yake uwe na kiraka chako basi. Ni mpango wa Mungu. Makusudi ya Mungu. Kila Mkristo, kila aliyeokoka, kila mtumishi wa Mungu, kila mtu wa Mungu awe na viwanja, awe na mashamba, awe na ardhi. Ni mpango wa Mungu. Utaamini tu, tunaenda taratibu. Na sio amiliki. Unajua maana ya kumiliki? Sio kunani kukodi. Mwangalie mwenzako, mwezi wako kodi. Na kodi je? Umiliki. Utamaraki. Alice. Angalia twende taratibu. Nitakuonyesha. Mwanzo 1:26. Tuanzie hapo. Mwanzo 1:26. Masheka pasoposa.
Baseka saka soposo. Mwanzo 1:26. Thank you Holy Spirit. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Mungu akasema, Mwanzo 1:26, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia. Na nchi yote pia. Sasa mimi sina shida na samaki, sina shida na nyangumi, na nchi yote pia na ardhi yote. Kumbe Mungu alipokuumba alikwambia nenda ukatawale. Watawala nini? Samaki, mbwa. Halafu baada ya mbwa, sio mbwa tu, ng'ombe. Halafu akasema na nchi yote na ardhi yote. Maana kati ya eneo ambalo Mungu amekupa kumiliki na kutawala, kutamaraki, ni ardhi. Okay, bwana kuonyesha Ufunuo 5:9-10. Sababu hapa hutaelewa vizuri. Ufunuo sura ya 5 aya 9 mpaka 10. Hapa ndo utaelewa sasa. I say, Mungu hajakuweka duniani bahati mbaya. Haupo kuzurula. Na unatazama kwenye mtandao, haujaumba duniani kuzurula. Mungu amekupa umiliki na kutawala juu ya nchi yote. Uwe na kipande, unaweza kusema hapa ni kwa nani? Shamba la nani? Mkristo uwemo. Ufunuo sura ya 5 aya 9 mpaka 10. Manda basheka paso. Ufunuo sura ya 5 aya 9 hadi 10. Na alipoifungua muhuri wa 5, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda. Okay, sorry. 5:9 nimekosea. 5:9. Nasema, nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa. Angalia, ukamnunulia Mungu kwa damu yako. Ukamnunulia Mungu kwa damu yako. Nini? Ukanunua nini? Anasema Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Angalia aya 10. Ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi, nao wanamiliki juu ya ardhi. Anasema nilipoona, naliona Yesu wakiimba wimbo mpya mbele ya kiti cha enzi Bwana, wakisema wastahili wewe kutoa kitabu hiki, nao ulichinjwa ukamnunulia Mungu watu wa kila kabila, kila lugha, jamaa, kila taifa, kila lugha umo, kila kabila mkaguru umo. Alafu akasema ukawafanya kuwa ufalme na makuhani. Ili wafanye nini? Ili wamiliki juu ya nchi. Mungu alipokununua, manake hapa tunaongelea kanisa la Kristo lililozaliwa na Kristo. Kila mtu alipokuwa ananunuliwa, Mungu akamwambia na kuweka kijiti cha mfuru, nenda ukamiliki juu ya nchi. Sasa mnisikilize vizuri. Hakuna mtu anamiliki juu ya nchi asipokuwa na nchi. Bwana unisikie. Haleluya. Hakuna mtu anamiliki juu ya nchi bila kuwa na nchi. Hello? Kwa nini? Vinavyomilikiwa vipo kwenye nchi. Vinavyomilikiwa vipo kwenye nchi. Okay, mnisikilize. Mungu aliwaambia wana Israeli, nendeni kwenye nchi ya Kanaani iliyojaa maziwa na asali. Halafu angalia, wameenda kwenye Yeriko. Tuliangalia tumekomboa mji. Yeriko sura ya 6 na 7 wamebomoa kila kitu. Wakaingia kwenye Yeriko. Wakaenda mpaka kwenye Kanaani. Halafu angalia, wakuta kuna wana wa Anaki, kuna Wahiti, kuna Waperizi, kuna Wakanani, wako wanamiliki mji. Walifanyaje? Hawakasema najua Mungu ametufanya tumiliki juu ya nchi, kwa hiyo tutakaa na hana wageni. Sisi tumiliki tu, hata kama ni zako ardhi basi tutakaa. Hapana, akaambia pambana vita, pigana vita, toa Mkanani, toa Mhiti, chinja ondoa, alafu teka ardhi na umiliki ardhi. Ukisha miliki ardhi utamiliki juu ya nchi. Piga Yesu makofi mengi.
hawakuacha Mkanaani. Wakristo wanasema huyu si jirani yangu tu, jirani yangu tu. Ana ardhi yako, huyo muondoe kwanza. Ondoa, teka nyara, pigana vita, ondoa. Tamaraki hayo kukaa. Ndio maana Israeli mpaka leo ugusi ardhi yao, ugusi nchi yao. Ukigusa kipande cha nchi wanakupiga, wanakusogeza. Ondoka huko, sogea. Piga Yesu makofi, mwambie wenzako sogea wewe. Ongeza makofi kwa Bwana Yesu aliye hai. Ukisikia vita ya Wapalestina na Israeli ni ardhi tu. Rafiki zangu ni mpumbavu kupigana vita usiku na mchana, anatetea ardhi yake. Biblia inasema wamiliki juu ya nchi. Huwezi kumiliki juu ya nchi mpaka umiliki nchi. Israeli ina nguvu duniani kwa sababu wana ardhi yao. Sasa angalia, Wakristo wangapi mna viwanja? Wakristo wangapi mna mashamba? Alafu nataka wachawi wa kuheshimu. Anafanya uchawi kwenye ardhi yake, utamuondoaje? Anamiliki kwenye mji wake, wanasema napiga, navunja. Unavunja wapi? Kwako ni wapi? Ndio mnisikilize. Mkianza kupigana vita ardhi, wachawi watakufa au watahama. Funika macho yako, nikuachia hapo. Funika macho yako. Kwa hiyo unayenisikia, funika macho yako. Na kwenye mtandao, ni marufuku kwa Mkristo kutokuwa na viwanja, kutokuwa na ardhi. Ni marufuku. Bwana Yesu nakushukuru. Asante kwa wema wako. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa neno hili ambalo limepita katikati yetu. Tunaomba Yesu, tunapotaka kutamaraki, ukatununua, ukasema, ukatufanya kwa ufalme na makwani, na sisi tumanimiliki juu ya nchi. Baba, katika jina la Yesu, tunaomba hekima hii tusaidie. Tusizembee, tusilale, tusikubali watu uliotupa moto wako, uliotupa upako juu yako. Yesu, tunaomba tusiwe watu wa kawaida. Katupe hekima ya kwanza kumiliki ardhi, ya kwanza kutafuta mashamba, ya kwanza kutafuta viwanja, ili Bwana ukae kwenye madhabahu inaitwa ardhi. Tunakuomba umaskini uliosababisha tusiwe na ardhi na kutawala mahali ambapo tungekuwa free. Tungetamani tuone Mungu kitawala juu ya mfuru hii. Lakini watu wangapi wana ardhi juu ya mfuru? Watu wangapi wana nyumba juu ya mfuru? Baba, na Wakristo wako huku ndani, ninaomba Bwana utukumbuke kwa ajili ya mji huu. Watu wako Baba waanze kumiliki ardhi. Wengine walioonewa kwenye ardhi zao, vita iliinuka wakujua, wanapigana vita wasikae kwenye hiyo ardhi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba Yesu, pigana vita yao. Ardhi yao walionayo iwe halali kwao. Maana huyo mtu ni wa kiroho. Kwa hiyo vita iliinuka, akataka kudhulumiwa ardhi yake, akapelekwa na mahakamani, akazulumika, mipaka ikaanza kusogezwa, kwa sababu shetani alikuwa anapambana huyo mtu asimiliki juu ya nchi. Yesu, nakuomba, unaweza kaomba kwa mdomo wako, sema, Bwana Yesu, naomba unipe ardhi, nipe kiwanja, nipe mashamba. Hapana, hatuwezi kuwa watumwa kwenye nchi yetu. Hatuwezi kuwa watumwa. Shetani tukalia juu kwa sababu ana viwanja, kwa sababu ana mashamba, kwa sababu roho mpinga Kristo ni miliki. Kama ni makanisa, Wakristo wajenge makanisa. Kama ni viwanja, Wakristo wawe na viwanja. Kama ni kufuga, Wakristo wawe na ardhi ya kufuga, ili Yesu utukuzwe katikati ya hivyo viwanja. Katika jina la Yesu. Mungu anajisikia vibaya. Anatamani mfuru aimiliki, lakini kila akija ndani ya mfuru anashangaa ni Wakristo wawili watatu wenye umiliki wa ardhi. Anapata shida, nikae wapi? Watamani kuomba, huwezi kuomba kwa sababu nyumba uliopo ni ya mtu mwingine. Kapasaka sapaso, pasika pasaka papa, shaka pasaka sapa. Unaweza kupiga magoti huku mbele. Njoo kanisa, piga magoti hapo mbele. Unahitaji msaada wa Bwana, piga magoti hapo mbele. Njoo. Pasaka pasapa. Shaka pasaka sapasa. Shaka pasaka pa. Njoo tumulilie Bwana, Haiwezekani. Kuna watu wengine mmezulumiwa viwanja vyenu, mmezulumiwa mashamba yenu. Akili zenu zilizoea kukodi
kumiliki mashamba ya watu. Roho ni kumwambia Bwana, tamani wa Kristo walio na roho wa Bwana wawe na mashamba, wawe na mashamba. Muombe Bwana Yesu, mwambie Bwana, nipate mashamba, nipate ardhi. Inawezekana walikudhulumu ardhi yako, walikudhulumu mashamba yako. Inawezekana mji huu kuna vita ibuka ndani ya mji huu, watu wakadhulumu mashamba. Tunakuwa watumwa kwenye ardhi zetu. Kaba shaka parabasa mashaka pasa paso shaka pasa. Mlilie Bwana. Wewe sema, Bwana, tunaomba rehema na toba, kwa sababu hatukujua kwamba tukiwa na ardhi tunamiliki. Mwambie Yesu, naomba ardhi, tunaomba toba. Mungu ananiambia kwamba mji huu kuna watu ambao huu mji ungekuwa na viwanja, ungekuwa na mashamba, lakini adui aliingia, mkanyang'anywa ardhi na mmetulia. Waombaji wamekaa, wamenyamaza kimya kama saka pale, kwa sababu shetani alijua kwamba Wakristo wakimiliki ardhi ana nafasi tena. Kapashaka pale mando. Wewe omba mwenyewe. Omba mwenyewe. Omba. Kapashaka pasapa. Shapa sapa sapa. Endelea kuinua sauti yako kuomba. Endelea kuinua sauti yako kuomba. Mwambie Bwana, ninaomba rehema. Haki yangu iliponyang'anywa kwenye ardhi. Mwambie Bwana, ninaomba rehema. Mwambie Bwana, sikuyatambua hayo. Mwambie Bwana, sikutambua hili, lakini saa hii Bwana, nimeanguka katika madhabahu yako. Nimeanguka katika madhabahu. Ninaomba toba. Ninaomba rehema kwa huo mlango uliofunguliwa kwenye ulimwengu wa roho, ulioleta uharibifu kwa ajili ya kumiliki kwangu, kwa ajili ya kumiliki ardhi, na wale mashetani wakapata nafasi ya kuweka uharibifu. Bwana, kama wana mfuru, tunaanguka kwa toba, tunaanguka kwa toba, tunaanguka kwa toba, tunaanguka kwa toba. Kwa damu ya mwana kondoo tunaomba rehema yako. Kwa damu ya mwana kondoo tunaomba rehema yako. Turehemu Bwana, turehemu Bwana, turehemu Bwana. Mahali ambapo hatukusimama kwenye zamu, hatukusimama kwenye nafasi, tunaomba rehema, tunaomba rehema, tunaomba rehema. Tumeshindwa kumiliki ardhi ambayo Bwana wewe umetupatia kuishi. Tumeshindwa kumiliki. Zaidi ya hapo, wanamiliki mashetani. Bwana, wamekamata ardhi, wamekamata uhalali wetu. Tunaomba rehema, tunaomba toba, tunaomba toba. Kama wana wa Mungu tunaomba toba, tunaomba toba, tunaomba toba kwa jina la Yesu. Bwana, 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 tunatangaza vita ya kuokoa ardhi yetu, ya kuokoa cha kwetu, ya kuokoa mipaka yetu. Tunatangaza vita. Kandaraba shanta rapakaramanda rizakatayanda robo shanta kaya rapakayanda ramashanta. Mashetani walioingia kwa siri, mapepo waliosimama kwa siri kuzuia haki yetu kwa njia ya ardhi, kuzuia haki yetu kwa njia ya ardhi, ya kwamba tusimiliki. Kwa damu ya mwana kondoo tunatangaza kumiliki, tunatangaza kumiliki, tunatangaza kutawala kwa jina la Yesu. Shetani, unaachia ardhi. Mapepo, mnaachia ardhi. Wakuu wa giza, wakuu wa giza, wafalme wa kichawi, achia ardhi yetu, achia haki yetu, achia haki yetu, achia haki yetu. Endelea kusukuma maombi, endelea kumimina moyo kwa Bwana. Lilia haki yako, lilia haki yako, lilia haki yako, lilia haki yako. Mwambie Bwana, mimi sio wa hivi. Mwambie Bwana, mimi sio wa kupanga. Mwambie Bwana, wewe ulioniweka kwenye ardhi hii, ile haki yangu iliyoibiwa na Mwamori, ile haki yangu iliyoibiwa na Myebusi, Bwana, irejee sasa, irejee sasa, irejee sasa, irejee sasa. Mashetani mlionyang'anya haki, mashetani mliofunga ardhi, achia, 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 achia kwa damu ya Yesu. Mimina moyo, mimina moyo. Omba, 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 omba. Mwana mfuru omba, mwana mfuru omba, mwana mfuru omba. Wewe ni mtu mkuu, wewe ni mtu mkubwa, wewe ni mtu mkubwa. Mwambie Bwana,
mimi sio wa hivi. Mwambie Bwana, mimi sio wa hivi. Mimi sio kukodi mashamba, mimi sio kukaa kwenye kiwanja kidogo. Bwana, umeniweka hapa kwa ajili ya kumiliki, kwa ajili ya kumiliki. Kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, ninaingia kwenye maombi, ninasukuma maombi. Bwana, ninahitaji kumiliki ardhi yangu. Bwana, ninahitaji, Bwana, ninahitaji, Bwana, ninahitaji. Sukuma, sukuma. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, hivyo vifungo vya wakuu wa giza, hivyo vifungo vya mashetani kwenye umiliki wa ardhi, tunaondoa, tunaondoa viambaza vya mashetani, tunaondoa, 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 tunaondoa kwa damu ya Yesu. Sukuma maombi, sukuma maombi, sukuma maombi, sukuma maombi, sukuma maombi, sukuma maombi, sukuma maombi. Neno la Bwana linasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watakapojinyenyekesha na kuniomba, nitashuka, nitaiponya nchi yao. Inawezekana kuna uharibifu wowote ulioshikilia, ulio na haki ya kukamata ardhi ili tusimiliki. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu tunapangua, kwa damu ya Yesu tunapangua nguvu za mashetani, tunazipangua nguvu za wachawi, tunapangua. Sukuma maombi, sukuma maombi, endelea kuomba. Inua sauti yako, rapapapa, rapapapa, rapapapa. Iko nguvu ya Bwana inatembea. Umezulumiwa haki kwenye eneo lako, umezulumiwa haki ya kiwanja chako, wameinua vita. Rapapapa, rapapapa. Hiyo nguvu ya Bwana, hiyo nguvu ya Bwana, hiyo nguvu ya Bwana, hiyo nguvu ya Bwana ikusaidie, ikusaidie mama, ikusaidie baba, ikusaidie, ikusaidie, ikusaidie uliponyang'anywa haki, ikusaidie. Kandarabashanta, rapasaka, 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 rapasaka. Mimina moyo, rapapapa, rapapapa. Hiyo neema, rapapapa. Hiyo neema, hiyo neema, hiyo neema, hiyo neema, hiyo neema, rapapapa inatembea jioni ya leo, inatembea. Wanaondoka, wanaachia haki, wanaondoka, wanaachia mipaka, wanaondoka, wanaachia eneo lako, wanaondoka, wanaachia ardhi, wanaachia, wanaachia, wanaachia. Endelea kuomba mpaka kule nyuma. Sukuma maombi kule nyuma, usisubae, ingia kwenye maombi. Sukuma maombi, sukuma, sukuma maombi, sukuma, sukuma maombi, sukuma kule nyuma. Endelea kuomba. Mtu wa mfuru omba, mtu wa mfuru omba. Mimina moyo kwa Bwana. Tunayo siku ya pili, tunaenda kunyang'anya kilichoibiwa na adui, tunaenda kunyang'anya. Sukuma maombi, sukuma, sukuma maombi, sukuma. Endelea. Mimi nasikia uchungu. Sio kama watu mnasikia uchungu kama nilio nao. Nasikia uchungu kwa ajili ya mji. Roho Mtakatifu alikuwa ananiambia kwamba kuna watu wamezulumiwa ardhi. Wengine wamekuwa watuma kwenye mji wao. Kuna watu mngekuwa maisha yao yanaenda mbele, lakini adui amepambana pamoja naye. Haiwezekani. 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 Katika siku hizi na shetani, haiwezekani. Wa Kristo lazima wachanue. Mfuru itakuwa ya Bwana, mfuru itakuwa ya Bwana, mfuru itakuwa ya Bwana, mfuru itakuwa ya Bwana. Watu wake watachanua, matawi wake watachanua. Harika jina la Yesu, harika jina la Yesu. Madhabahu ya mfuru itakuwa madhabahu, mji wa mfuru utakuwa madhabahu ya Bwana. My God, uchungu nilionao kama watu, wewe ndio mwenye unakaa mfuru. Ungekuwa na uchungu kama nilionao, usingekuwa na mama maombi mepesi mepesi. Ria mbele zake, anatafuta watu waombolezao. Omboleza kwa ajili ya mji. Hatuwezi kuwa watumwa, hatuwezi kupeperusha hapa, na wakati tungepaswa kuwa wamiliki hapa, tungepaswa kuwa na mifugo hapa, tungepaswa kuwa na mashamba hapa, lakini tuna kodi. Kuna watu waangalie kwa ulimwengu wa roho. Kuna vitu vinaendelea, vitu vinapiganwa. Warokore wasiwe na viwanja, wasiwe na sehemu za makazi. Wakristo wabakibaki wana wayawaya. Wakikosa ardhi, Mungu anakosa nguvu kwenye eneo. Ndio maana Israeli Mungu ana nguvu kwa sababu wamemiliki nchi yao.
wengine washangaa na kiwanja, vita inaibuka. Mtu anaanza kupigana wewe, kiwanja cha kwako anapigana. Hiyo vita